Fikiria kwamba umetumia miaka mingi kujenga brandi yako, halafu siku moja unatoka kwenye record label kubwa iliyokulea na kukuleta duniani, kisha unatoka hadharani na kusema kwamba wamekuibia mafanikio yako, wanakudai mamilioni ya fedha na hata unadai kwamba maisha yako yameharibiwa na wao. Hicho ndicho kinachotokea sasa kati ya Crayon na Mavin Records, na drama hii imetikisa sana dunia ya Afrobeats, Afrika na ulimwenguni kiujumla. Lakini swali kubwa ni hili, ni nini hasa kilitokea? Crayon ambaye jina lake halisi ni Charles Chibueze Chukwu ni msanii wa Afrobeats kutokea Nigeria aliyesainiwa na Mavin mwaka 2019. Wakati huo, as we know, Mavin ilikuwa ni moja kati ya record label kubwa barani Afrika. Ndani ya record label hiyo kulikuwa na majina makubwa kama Rema, Ayra Starr na wengine wengi ambao unawafahamu wamepita kwenye record label hiyo, akiwemo Tiwa Savage. Crayon alianza kujulikana kupitia wimbo wake kama So Fine na Go Calm, na baadaye alitoa EP iliyojulikana kama Cray Cray au Cry Cry. Lakini moment iliyomfanya ajulikane zaidi ni mwaka 2022 kupitia project ya Mavins iliyoitwa Overdose au Overloading. Mwaka 2023 Crayon aliachia albamu yake ya kwanza iliyoitwa Trench to Triumph. Alisimulia safari ya maisha yake kutokea maisha magumu hadi mafanikio ya kimuziki. Kwa nje ilionekana kama kila kitu kinaenda kuwa vizuri, lakini nyuma ya pazia mambo yalikuwa tofauti. Mapema mwaka 2026 iliripotiwa kwamba mkataba wa Crayon na Mavin umeisha. Haikuwa na drama yoyote mwanzoni. Ilikuwa inaonekana kama ni kuachana kwa kawaida tu, na msanii anaenda kuianza safari yake ya kimuziki akifanya peke yake au akitafuta msaada wa record label nyingine. Lakini siku chache baada ya kuondoka, Crayon alifanya kitu ambacho watu wengi hawakutegemea. Aliingia kwenye mtandao wa X, zamani ikifahamika kama Twitter, akaanza kuachia tweets kali dhidi ya Mavin Records. Katika posti zake ambazo baadaye zilifutwa, Crayon alitoa tuhuma kali sana dhidi ya Mavins. Moja ya madai yake ni kwamba anadai Mavins Record wanamdai pesa nyingi sana za royalties, akitaja hata kiasi kinachofika dola milioni 80 hadi milioni 200. Kiasi hicho kimewashangaza watu wengi kwenye industry ya muziki, kwa sababu baadhi ya wachambuzi wa muziki wanasema idadi ya kiasi hicho kinaonekana ni kikubwa sana kulinganisha na makadirio ya wasanii wa Afrobeats wanayokadiriwa kuingiza kupitia muziki wao. Lakini si hilo tu. Crayon alitoa kauli kubwa ambayo ilizua mjadala mkubwa sana. Alisema kwamba record label ilichukua nyota yake na kumpa Rema. Maana yake anadai kwamba wakati yupo kwenye Mavins Record ilikuwa inaonekana kwamba promotion kubwa na upendeleo alikuwa anapata Rema. Na tuhuma nzito zaidi ilikuwa ni pale aliposema My mama died because of you. Na kauli hiyo ikihusisha kwamba huenda pressure na mambo ambayo kayapitia kwenye Mavins Record ndiyo yalipelekea mama yake kufa. Wengi wamekuja na conspiracy theories wakidai kwamba huenda kuna kafara ilitokea au ilifanyika. Hatuwezi jua. Ni madai makubwa sana ambayo bado hayajathibitishwa. Cha kushangaza ni kwamba mpaka sasa Mavins Record wala Don Jazzy hawajatoa tamko lolote kuhusiana na tuhuma hizo. Ukiingia kwenye tovuti ya Mavins Record bado kuna taarifa nyingi zipo kwenye tovuti hiyo zinazomhusisha Crayon na Mavins. Lakini ukweli ni huu. Kwa sasa Crayon ni msanii huru. Inaonekana anaendelea na safari yake ya muziki chini ya hichi kinachoitwa Olodum Entertainment, ambacho kinaonekana kuwa ni venture yake mpya. Baada ya posti zake kusambaa, kuna watu wanamuunga mkono Crayon wakisema wasanii wengi wanaibiwa kwenye mikataba ya label, lakini pia kuna wengi wanasema huenda posti zake zilikuwa ni hasira na maumivu ya kihisia aliyokuwa nayo, ukizingatia mama yake amefariki siku sio nyingi. Wengine wanaamini hii inaweza kuwa ni maumivu ya kweli, mgogoro wa biashara au hata ni strategy ya promotion ya muziki wake mpya, lakini hakuna anayejua ukweli kamili bado. Sakata la Crayon limefungua mjadala mkubwa sana kwenye music industry ya Afrika. Wasanii wengi wakisha kuwa wakubwa, mara nyingi huanza kulalamika kuhusiana na royalties, umiliki wa master na mgawanyo wa mapato.
na si mara ya kwanza drama kama hii kutokea kwenye music. Lakini kwa sababu Marvin ni moja kati ya record label kubwa Afrika, sakata hili linaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa namna ya watu wanavyo sign madeals ya record label na kuingia mikataba ya kimuziki na makampuni mbalimbali. Kwa sasa hii bado ni story inayoendelea. Huenda Marvins wakatoa majibu au huenda mambo yakahamia mahakamani. Lakini swali langu kwako ni hili: unadhani nani anaongea ukweli au nani ni mkweli katika hili? Je, ni Crayon au ni Marvin's Record?